Habari mpenzi mfuatiliaji wa channel ya Mr. Hova. Leo tena ni siku nyingine tunakutana kwenye channel hii kwa ajili ya kuelekezana mambo mbalimbali yanayohusu beti. Kama wewe ndio mara yako ya kwanza unakutana na video hii, basi ni kuomba subscribe, like, comment na kushare ili tuwe pamoja tunapokuwa tunajadili video hizi ambazo zinakuhusu wewe unayebeti, basi uwe wa kwanza kuzipata pale tu utakapokuwa umesubscribe. Leo tunaendeleza pale tulipoishia. Leo nataka nikuelekeze jinsi ya kupata full time. Tunawezaje kuitambua gemu hii inashinda bila shida yoyote? Lakini kabla ya hapo tujikumbushe kwanza kuhusu double chance, maana nimeona bado wengi wamekwama. Ili uweze kupata double chance au magoli mawili, ni lazima ufuate utaratibu ambao kama nilivyokuelekeza jana. Nadhani jana ile gemu ambayo tulikuwa tunaijadili ilifanya vizuri kabisa, tulipata magoli mawili na tulipata double chance pia. Kwa hiyo aliyecheza double chance aliwin, aliyecheza magoli mawili aliwin. Kwa hiyo leo ngoja nikukumbushe jinsi ya kupata double chance kidogo, afu tuendelee sasa kwenye somo letu la kupata full time, nani anashinda. Okay, nadhani leo tuende kwenye ligi yetu pale pale, tuanzie kwenye ligi yetu tuweze kuchambua vizuri kabisa, maana naamini kabisa kwenye ligi zetu kuna wapenzi wanaobeti hapa na wanafanya vizuri kabisa. Okay, kama jinsi tunavyoona hapa, nataka tukumbushane jinsi ya kupata double chance kwanza. Tutaanza na hiyo Coastal Union pamoja na Mashujaa leo. Kama kawaida utakuja hapa kwenye match. Mashujaa katika game zake 8 alipokutana na Coastal Union, yaani Mashujaa alipokuwa anamfuata Coastal Union katika mechi 8 za nyuma, Mashujaa aliambulia kupata goli moja, na kama sio goli moja basi ilikuwa ni 0. Ina maana kwamba Mashujaa akiwa away kwenye stori ya nyuma, Mashujaa alikuwa anakosa goli, alikuwa anapata goli moja. Sasa kwa kuwa uchambuzi leo upo kwenye umemuonesha Mashujaa peke yake, sasa moja kwa moja tunaenda kwenye head to head, tunaangalia voltage. Kwenye head to head tunaangalia voltage. Ukiangalia hapa Mashujaa pamoja na Coastal Union katika mechi zao 6 walitoa draw, yaani naweza kusema kwamba walitoa chini ya goli moja katika mechi zao 5 kati ya mechi 6. Yaani sasa hapa ni general, yaani tunazungumzia game zote mbili, lakini kule juu tumemzungumzia Mashujaa peke yake.
Mashujaa peke yake alipomfuata Coastal Union mara 8 alikuwa anatoka 0 kwa goli moja. Yaani alikuwa anapata 0, kuna wakati alikuwa anapata 0, kuna wakati alikuwa anapata goli moja. Sasa kwenye head to head combination tunakuja kuona kwamba katika game zao 5 wote kwa pamoja walipata 0 na walipata goli moja. Yaani ilikuwa ni chini ya goli moja katika mechi zao zote 5. Kwa hiyo unaona kabisa historia yao ya nyuma, unaona kabisa kwamba ilikuwa haizalishi magoli mengi. Coastal Union anapokuwa home, Mashujaa anapokuwa anamfuata, asilimia kubwa magoli yao yalikuwa yanaishia 1 ama 1 mawili, 1 mawili, 0 1 mawili. Kwa hiyo ukija hapa sasa kwenye head to head, kwenye voltage hii hapa, moja kwa moja inaonyesha Coastal Union ana 3, draw ina 2, Mashujaa na 1. Ina maana sasa moja kwa moja hapa tunampa Coastal Union ashinde ama a draw. Kwa upande wa magoli tunaweza tusiweke magoli mawili sasa hapa, kwa sababu historia yao inapokutana ina magoli machache sana, ina under ya 2.5. Hii under ya 2.5 ni ndogo sana, kwa hiyo hatuwezi tukaiweka. Kwa moja kwa moja hapa tunaweka Coastal Union ashinde ama a draw. Shwari. Poa. Sasa hapa nataka tuangalie game zinazoshinda. Leo tumekumbushana jinsi ya kupata draw, jinsi ya kupata double chance pamoja na magoli mawili. Lakini sasa leo nataka nikuelekeze jinsi ya kupata full time. Unawezaje kupata full time? Tuanze na Polisi Tanzania pamoja na Azam. Kwa hiyo game ya leo Coastal Union kati ya Mashujaa, kulingana na takwimu na historia tulivyoiona, Coastal Union ashinde ama a draw. Kwa hiyo utaenda kucheza double chance. Okay, game ya pili hapa tunamuona Polisi Tanzania na Azam. Tuanze na hiyo. Tukimwangalia Azam, moja kwa moja sasa hapa tunaenda kuangalia jinsi ya kupata full time. Sasa kwenye full time hatuangalii hapa. Full time hatuchambulii hapa. Hapa hatuchambui full time. Full time tunaenda kuchambua kwenye head to head. Kwanza kabisa hakikisha unapokuwa unachambua game yoyote, hakikisha head to head zinatokea 2. Kuna head to head ya kwanza hii hapo juu, kuna head to head hii ya pili yake. Kwa hiyo hakikisha unaipata hii head to head ya pili yake ambayo inaonyesha namba hizo. Ukiipata hiyo ndio itakupa matokeo mazuri, lakini ukiikosa hii ukapata hiyo head to head ya kwanza, hapo utachemka sana. Ukimwangalia Azam ana namba 8, ukiangalia kwenye draw kuna 0, na ukiangalia kwa Polisi Tanzania kuna namba 2. Ina maana sasa mchezo huu wa leo moja kwa moja kwanza Azam anashinda. Yaani moja kwa moja Azam anashinda. Game hii haina draw. Moja kwa moja Azam anashinda kwa kishindo cha hali ya juu zaidi. Lakini game hii inaweza
ikawa ina magoli kuanzia matatu kwenda juu, inawezekana, kwa sababu tumeona Tanzania Polisi Tanzania ana 2, alafu Azam ana 8, draw hakuna hata moja. Ina maana kwamba hii game hizi, yani Polisi Tanzania na Azam wanapokutana hakunaga draw, ni full kushinda. Sasa tunataka tuangalie uwaga wanashinda vipi. Unakuja kuona Azam uwaga anashinda kwa asilimia kubwa magoli kuanzia 2 kwenda juu. Kwa hiyo moja kwa moja tunampa Azam tu anashinda. Moja kwa moja tunampa Azam anashinda bila shida. Kwa nini anashinda? Tumeona pale kwenye head to head kuna namba kubwa sana. Hiyo namba 8 ni namba kubwa sana. Ngoja kidogo basi. Okay, game ya pili tuangalie hii hapa, Young Africa pamoja na Namungo. Tuangalie hii game ya pili, Young Africa pamoja na Namungo. Je, wakoje? Sawa. Young Africa na Namungo, nimesema kwamba ili uweze kujua game inayoshinda usianze kuangalia hapa, usipaangalie kabisa, wewe paruke, nenda kwenye head to head. Ukiangalia hapa Yanga amepewa namba 9, draw 1, Namungo 0. Ina maana kwamba Namungo hajawahi kushinda kwa Yanga kama jinsi inavyoonyesha. Namungo hajawahi kushinda kwa Yanga. Kwa hiyo moja kwa moja hapa okay. Kwa hiyo moja kwa moja hapa tunaona Yanga anashinda bila shida yoyote. Sasa tuangalie Yanga huga anashindaga magoli mangapi? Tuangalie tu. Tukiangalia hapa Yanga huga anashindaga magoli 2, 3, 2, 3, 2, 3. Hiyo ni historia ya nyuma. Kwa hiyo moja kwa moja tunampa Yanga ana win moja kwa moja. Kwa hiyo huu ndio utaratibu wa kuweza kupata full time nani anashinda kwa kufuata utaratibu huo. Kitu cha kuzingatia kwenye head to head, hakikisha mshindi ambaye tunatakiwa tumpe ashinde full time awe ana namba nyingi zaidi kuliko mpinzani wake. Nikiwa namaanisha mpinzani kama atakuwa na 2, basi anayeshinda aanzie kuanzia 5 au 4, yani kuanzia 4 kwenda juu. Kwa mfano labda mpinzani ana 3, basi huyu ambaye anatakiwa ashinde hakikisha aanzie 5. Yani kwa kifupi tu ni kwamba anayeshinda awe amemzidi 2 nzima mpinzani wake. Ukikuta mpinzani ana 0 kwenye draw, labda kuna 0 alafu anayeshinda ana 3, basi anashinda moja kwa moja. Kwa hiyo kikubwa, angalia zile voltage ambazo zimewekwa zile namba, ni nani ambaye ana namba zaidi ya 2 kumshinda mwenzake. Hiyo ndio moja kwa moja full time. Kama utakuwa hujaelewa,
oya, mimi niko online muda wote, ni cheki, tutaelekezana. Kesho tutaendelea jinsi ya kupata sasa both team to score na magoli matatu. Tunawezaje kupata magoli matatu? Tunawezaje kupata both team to score? Hiyo itakuwa ni video inayofuata.